Bwana Yesu asifiwe. Nimerejea tena niongee maneno machache. Leo hii nataka kuzungumza mambo mawili makubwa. Leo hii nataka kuzungumza mambo mawili makubwa yatakaofanywa na Wakristo wakati ule tutaitwa tuende mbinguni. Huko vile itakuwa ikifanyika. Mambo mawili makubwa yatakuwa tukifanya. Jambo la kwanza, kuabudu Mungu na kumsifu. Namba 2, kuimba au kusifu na kutukuza. Mambo hayo mawili, kutukuza na kusifu, ndio tutakuwa tukifanya. Kitabu cha Ufunuo 5 mstari wa 8. Hata alipotoa kile kitabu, wenye uhai 4 na wale wazee 24 wakaanguka mbele za mwana-kondoo. Kila mmoja wao ana kinubi na vitasa vya dhahabu vilivyojaa manukato, ambayo ni maombi ya watakatifu. Tuombe. Mungu Baba yetu, tunakushukuru kwa kunipa nafasi hii niweze kusimulia kidogo kuhusu mambo tutaokuwa tukifanya mbinguni. Asante kwa kuwa umenipa nafasi hii, na kuomba ufunue masikio ya wasikilizaji wangu waweze kusaidika. Na ni katika jina la Yesu Kristo mkombozi naomba na kuamini. Tutakapofika pale mbinguni, kuna kiti cha ufalme kimewekwa. Na yeye aliokalia kile kiti, ukimwangalia ukunga wa mvua umemzunguka. Mwili wake huwezi kueleweka kwa lugha yetu tunaongea vile alivyo. Na yeye mbele yake kuna wale wazee 24 wanazunguka kile kiti. Na kuna viumbe wenye uhai 4 wako pale mbele ya kile kiti. Wamejaa macho mbele na nyuma. Na hawa ndio viumbe hai wako pale kwa ajili ya kutukuza. Wapendwa, nataka mjue ya kazi ya vinubi ni kuimba au kusifu. Yule amekalia kile kiti cha ufalme. Ufunuo 4 mstari wa 2. Na mara nilikuwa katika roho, na tazama, kiti cha enzi kimewekwa mbinguni, na mmoja ameketi juu ya kile kiti. Na yeye aliyeketi, kuonekana kwake ni mithali au jiwe la yasibi, haki na upinde wa mvua umezunguka kile kiti cha enzi, ukionekana mithili ya zamaradi. Na mstari wa 4, na viti 24 na viliozunguka kiti kile cha enzi. Na viti 24 vilizunguka kile kiti cha enzi, na juu yake
vile viti naliona wazee 24 wameketi, wamevikwa mavazi meupe, na juu ya vichwa vyao wamekuwa na taji za dhahabu. Mstari wa 6 mwisho wake, pande zote sawa sazunguka wenye uhai 4 wenye macho nyuma na mbele. Hawageuki wakienda, macho yamejaa kile mahali. Ni viumbe vya ajabu, hata uhai wao huko chini ya magurudumu yao. Wamejaa macho mbele na nyuma, na hao wenye uhai wanapompa aketie juu ya kile kiti cha enzi utukufu na heshima na shukrani, yeye aliye hai hata milele na milele. Na kila kiumbe kilichoko mbinguni na juu ya nchi na juu ya bahari, na kile kiti kiumbe kilicho ndani yake, nalisikia vikisema, baraka na heshima na utukufu na uwezo ina yeye aketie juu ya kile kiti cha enzi, Mwana-Kondoo, hata milele na milele. Na wale wenye uhai 4 wakasema amina. Na wale wazee wakaanguka, wazee 24 wakaanguka wakamshuhudu. Wapendwa wangu, Yesu Kristo Mwokozi wetu, yeye aliyeketi, Yesu Kristo kwa kusikia neno, watu wa leo sikia neno la Mungu na wakamwamini Yesu Kristo, na Roho Mtakatifu akaingia ndani yao na kufika muhuri, kulingana na maandiko yameandikwa Waefeso 1 mstari wa 13 na 14. Wale waliosikia na wakaamini, na Roho Mtakatifu akaingia ndani yao akafika muhuri, yani hiyo ni deposit ya kwamba mili yao ni mali ya Mungu. Na ukiangalia Yohana 10 na mstari wake 28, nami nitawapa uzima wa milele na hawatapotea kamwe, wala hakuna mtu atakayenimpokonya kutoka mkononi wangu. Baba yangu alionipa hao ni mkuu kuliko wote, hakuna mtu awezaye kuyapokonya kutoka mikononi yangu. Warumi 5 mstari wa 11, wala si hayo tu, ila pia twajifurahisha katika Mungu Bwana wetu Yesu Kristo, ambaye kwa yeye sasa tumepata upatanisho. Yaani baada ya kuamini Yesu Kristo tumepata upatanisho. Na Ufunuo 19 mstari wa 5, sauti ikatokea katika kile kiti cha enzi ikisema, msifuni Mungu wetu, enyi watumwa wake wote wenye wale wadogo kwa wakubwa. Na Ufunuo 21 mstari wa 4, naye atafuta kile chozi katika macho yao, wala mauti haitakuwepo tena, wala maombolezo, wala kilio, wala maumivu hayatakuwepo tena, kwa kuwa mambo ya kwanza yameshapita. Ufunuo 21 mstari wa 27. Na ndani yake akitaingia
kamwe chochote kilicho kinyonge, wala yeye afanyaye machukizo au uongo, bali wale walioandikwa katika kitabu cha uzima cha Mwana-Kondoo. Nifike hapo siku ya leo. Kuna maswali matatu huwa nikiuliza baada ya kuhubiri. Je, wewe unaniona na unanisikia? Isaa mwamini Yesu Kristo ukapata uzima wa milele? Kama ulifanya hivyo, ulifanya vizuri. Swali la pili, wewe unaniona na unanisikia? Pengine uliamini na ukaanguka kwenye dhambi na hujapata nafasi ya kuungama au kutubu dhambi. Ungama saa hii, kwa kuwa nafasi iko. Na yeye anatuambia ikiwa tunatubu dhambi zetu, hata zikumbuka tena. Yeye ndio avutaye dhambi zetu na hata zikumbuka tena. Na vile magharibi ilivyo mbali na mashariki, zitakuwa mbali na sisi dhambi zetu kama vile magharibi ilivyo mbali na mashariki. Mpaka hapo nakuuliza swali. Wewe wakati uliamini Yesu Kristo ulipewa kipawa gani cha kumtumikia? Mimi ni mhubiri, pengine wewe ni mhubiri kama mimi. Lakini vipawa hupeanwa na Roho Mtakatifu na haiti mtu bure. Na kama hujajua kipawa chako, naenda mbele ya Mungu upige magoti.